Mazina nana advice umzai. Nana advice mzai. Cause ni mbaya na venye anaendelea tu kutupandisha ngori. Na mazia haiwezi endelea hivi. Wase wamefura hivi kama tu balloon, wanangoja tu kitu. Iwa prick tu hivi to break out into war. Rumor has it that deputy governor wa koti moja amepigwa makofi huko. Like, people are really angry and you think it's all fun and games. Juzi umekuwa na watu wa maendeleo ya wanawake. The other day ukaita wa Korino. Leo umeita a whole delegation from Kirinyaga. Watu wameokotwa na mabasi kuanzia saa 7 ya usiku. Wakuje wapewe ma 10K State House. You call people to State House to tell them that you're going to make SHA work. How? You call people to State House to remind them that unajenga manyumba za affordable housing, si sana ndio ujenge nyumba. Like, there's no problem you're solving per se. Ni makazi za vijana ndio unatafuta. How sustainable is that? Like, unajua hata mtu akikusikiliza, it gets to a point that we get tired also. Because who is advising you? And what is this you're doing? Capitation ya mashule iwezi kuwa imechelewa. Na wewe kazi yako ni kuita delegation State House to tell them sijui utafanya SHA ifanye kazi, utajenga nyumba za affordable housing ndio vijana wapate kazi. Watu wako hiku nje. Affordable housing imetoa how many jobs? How many jobs have been created through affordable housing? If it was really a sustainable and viable plan for job creation, we would not see the heated youth and the angry youth that we see today. Hawangekuwa cause wangekuwa wote wameajiriwa kwa hizo manyumba. It's not a viable plan and you cannot continue doing the same thing and it's not working and you still continue doing it. If it doesn't work, you change strategy. Hizo pesa za affordable housing zenye zinaokotwa kila siku, it can go to better use that is more sustainable. Kama ni hizo boreholes ndo zinatakikana not boreholes, dams ndo zinatakikana ndo generate energy, enough energy for us to go into manufacturing. Can we do that? Si lazima tuendelee kujenga manyumba zenye hazitusaidi. We just have white elephants all over. Every county has these houses zenye sijui watu wataingia lini. Houses that have no plan, hata sijui architect aliokotwa wapi. You just keep annoying us every day. Like, lini? When will we get things right? When? With the Kirinyaga delegation, who knows kama ni 100 million ama ni 200 million ndio ime go to waste? Who? Like, how much money have we wasted to remind ourselves that we are gonna make SHA work? Can we just sit down and focus and make SHA work? That is even a more better strategy than calling delegations to State House. Au watu wenye wanashinda ukiitaita State House hata watakupigia kura. Mimi ndio ninakwambia. Nobody is going to vote for you. Watu wamekujia and I really wonder kwani tuko na njaa aje. 10K. Itakufanya uamke saa 7 uende State House kuokota 10K. Utakula hiyo 10K for how long? Like, I think these people are just maintaining the status quo. Ndio tuendelee kukua poa. Ndio wakituita watuitie 500, 500, 5,000, 10,000. Tunakimbia mbio. Helter skelter. Watu wameenda huko na maboshori wako huko nyuma. They're looking all sleepy and tired. Kuamka saa 7 unafikiria ni mchezo, kuingia kwa basi ndio uende uchukue 10,000. I don't think these people are deliberate in trying to make this nation work. The problem is me hata sioni option. That's the problem. We have a Kenyan problem, and everybody who is in a position of leadership lazima aibe. Like, we have to steal from ourselves. Who is gonna save us from this? Mazena tukiona delegation nyingine State House, sasa wewe unatuchemsha wewe. Au advisors wao, tafuteni strategy nyingine ya kuongea na wase. Si lazima mshinde mkiita watu State House. Mnaharibu pesa. Watoto wako nyumbani man. There's no capitation in schools. And then we waste 200 million in calling delegations to State House. It's not funny. It's not funny at all. And stop telling us that affordable housing inatoa kazi kwa vijana. Watu wako huku nje. Kuja ground uongee na watu. Acha kushinda ukiita watu State House na kutuambia. Can you listen to us for once? Because you cannot have all the knowledge, all the information, you know everything. It's not possible. Listen to the people, and we are telling you that affordable housing is not creating job employments for people.
So kama hiyo ndio strategy yenye uko nayo ya kushinda ukiambia watu affordable housing inatoa kazi kwa vijana, it is not. It is not. Tafuteni strategy nyingine, na mnatukasirisha, by the way, mnatukasirisha na itakuwa mwecheche. This is how the game started. I did further ado, roll the tape. Ali haina kinga, asaini hapo ni Mola Mwenyezi, ilinguruma likoni ikatiririka, walipasinja wote walifilia baharini, tuliona hayo kwa herini, tuliona hivyo. Your Excellency, President William Ruto, we know you actually sent him home without him knowing, and is now sleeping an endless sleep. He will never wake up again. But kindly, this is my kind request, that let go of this narrative. Ulimtuma nyumbani, uliwatuma watu wa sufuria nyumbani. You understand what I mean? You know, when you talk about this, you remind me on how you actually came in his funeral. And I know you only came to witness if indeed he's dead, if indeed he's going to be buried. And you stood there until everything was well executed. Some people haven't healed completely. You, together with your brother, Uhuru Kenyatta, you did it. You know, you conned Mzee in 2022. You know it. In fact, William Ruto, your brother Uhuru Kenyatta stayed the longest time in Kanu Kajaramogi, just to confirm indeed that man is gone. He was the one, in fact, welcoming some people in Ida's home. Some of us haven't healed. And if you ask me, they have got people who are not going to vote in 2022 because Baba is not on the ballot paper. And if they are going to vote, then they are going to look for his name on the ballot paper. You can imagine voting in 2027 without Baba on the ballot paper. What I'm insinuating is this. Your point is well hammered home. You have talked about this thing oftentimes, not twice, not thrice. But it is a narrative, especially when you step in Mount Kenya. Kindly allow people to heal. Go to Mount Kenya and talk about development and what you have done to the people of Kenya and even to the people of Mount Kenya, because you also lied to them. They have got a problem with you. So sort that issue. But immediately you step in Morangai, Kiambu, I don't know where, you will always mention tulituma watu nyumbani. I know he's at home, but that is an embarrassment. You are also disgracing yourself. Na picture ambao unatuma kwa watu hapa nje, you might not as well be voted in if indeed you want to be voted in, because you are trying to confirm them other things. I don't know mbona unapenda own goals, Your Excellency. You came here and confirmed to us that indeed abductions zinafanyika. You are still confirming to us that indeed Raila Odinga, it happened in this way. Where is the problem? Is this the end of time? There is no one that is not going to rest. All of us will go. It's only just a matter of time. Once you have been born, that is the very day you are automatically signed a day you are going to die. Every day when you wake up, you move closer to your grave. We are not going to live forever. It's just a matter of time. Time will tell. But this is so painful. And to the Linda Tumbo Brigade that are supporting this man, you are a disgrace to Raila Odinga's legacy and as well as the family. Because there is no way someone can be talking like this,
and you are still there clapping back at him. Even if you are desperate, you cannot be desperate to this extent. Not unless there is something you are hiding. Not unless you stole from the people and you want to support him so that he doesn't deal with you. Your Excellency, samahani na kuomba. Cho Chemba. Yametosha basi. Tuishi kwa amani. Mtu wa tutam, you can scroll. Ni umbwa. Na mimi siheshimu Ruto. Ruto ni gasia. Na tukuseme ukweli. Ruto ni takataka, ndo maana corruption index iko juu. Tangu Ruto aingie kwa ofisi, kila kitu mtoto wa Jomo Kenyatta, Uhuru Muigai Kenyatta alituachia. Huyu Mkalenjin ameharibu. Na Wakalenjin mimi nawaambia ukweli, mkipenda munite mchochezi, mkipenda munite ukabila. Baada ya William Ruto 2027 hakuna Mkalenjin mwingine tutawaiamini na uongozi. Na nyinyi Wakalenjin, mkitaka tukuje tuwaamini na uongozi wa hii taifa, lazima pia nyinyi mjitokeze kama Wakenya wengine, msimame na Wakenya wengine na mseme ya kwamba Kenya inafanyikia nchi yetu ni mbaya, tunaelekea pabaya na tuko pabaya, na mwenye anaharibu nchi yetu ni mtoto wenyu Mnandi William Samoei Ruto. Tukisema ukweli ya Mwenyezi Mungu, tulitusi Uhuru Kenyatta na Uhuru Muigai Kenyatta, mtoto wa Ngina na Jomo Kenyatta. Baba Ngina utusamee. Uhuru tulikuita mlevi. Uhuru tukakuita mtu wa kuvuta sigara na bangi. Leo hii tuna regret sana. Heri tungekuwa na president mlevi, mwenye hajaokoka na mwenye aendangi kanisa. Lakini askari akikumbuka president anachukia corruption, hadhulumu watu kwa barabara. Lakini askari akikumbuka president anachukia corruption, hadhulumu watu kwa police station. Lakini mwalimu akikumbuka president anapenda masomo, hafukuzi watoto shuleni. Saa hii watu wagonjwa wanafungiwa kwa hospitali, watu wamekufa wanafungiwa kwa mochari, watoto wa watu wanachukuliwa kwa mabaa, wanashikwa kwa barabara, watu wa bodaboda hawana amani, wanashikwa wanapelekwa kwa police station, kutoka ni shilingi 5,000, kutoka ni shilingi 10,000. Uchumi yetu imeharibika. Hatuna inchi kabisa. Alafu tukiongea tunaambiwa tutam. Tukiongea tunajaribu kuambiwa ya kwamba maneno ni 10 bila break. Wacha niwaambie, kama kuna makosa kubwa tulifanya kama Wakenya, na hii makosa hatutawahi rudia tena, hiyo makosa ni William Samoei Ruto. Na mimi ninasema kama kijana Mjaluo, na mkitaka kuniua mniue, haki ya Mungu, William Ruto wewe 2027 ninajua na niko na imani na andi. Ulisema wewe ni consumer of raw intelligence, na intelligence ishakuambia utashindwa. Yenye sai William Ruto mahali umekaa wewe, unajipanga venye utakuja kupinga matokeo ya uchaguzi ya 2027. 2027 si kina Kalonzo, kina Matiang'i na kina Rigathi Gachagua wenye watasema ati hawajakubali matokeo. Ni William Ruto atasimama na aende kotini kusema hajakubaliana na matokeo ya uchaguzi. Na ndio maana tunaambia watu wawili, Erastus Ethekon IEBC chairman, Mungu moja. Erastus Ethekon, nasikia kuongea mbaya, lakini wacha nikuhurumie kidogo. Ethekon, usichome nchi yetu. Ethekon, usichezee uchaguzi yetu. Na Martha Koome, hii ujanja Ruto anajaribu kufanya pale kwa judiciary ya kuweka the 7 bench judge, at least 5 of them wakuwe watu wake. Haki ya Mungu 2027, na hii tunaapa kwa jina ya Mungu mtakatifu, wewe mbwa, wewe shetani, wewe mwizi, wewe muuaji, gasia, takataka, 2027 it is the Republic of Kenya, the people of Kenya versus William Samoei Ruto. One term and... Asante sana. Hizo ni baadhi tu za maoni za wananchi kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Kenya. Kama ulivyowasikiza wakizungumza, huyo mwanadada
wa kwanza akizungumzia rais, akiuliza tu ni nani ambaye anampa ushauri Rais William Samoei Ruto, akisema kwamba kila uchao anazidi kufanya yale ambayo kwa lugha ya kimombo tunaweza kusema mistake. Anafanya mistake kila siku, na ameweza kuongea mambo mengi jinsi ulivyosikiza kwenye hiyo clip ambayo umeweza kuyasikiza. Kisha baadaye kuna huo apili ambayo ameweza kuzungumzia kuhusiana kile ambacho Rais William Samoei Ruto aliweza kuongea kwenye Ikulu, akisema kwamba wale watu ambao walikuwa wanaleta maandamano ama wakimsumbua na sufuria kwa kichwa aliwasafia hayuko tena. Sasa ni jambo pia ambayo imeweza kuleta ama kuingiza tumbo joto wengi ama wafuasi wa Raila ambaye ni marehemu. Sasa hivi wanajiuliza ni nini ambacho Rais William Samoei Ruto anajua kutokana na kifo cha Raila Amolo Odinga. Kisha huyo tatu pia ameweza kuzungumza kwa maneno mazito, akisema kwamba hakuna Mkalenjin mwingine ambaye atakuja kuruli nchi ya Kenya. Sijui na maoni gani kuhusiana walichosema watatu wao. Hebu niachie maoni yako hapo kwenye comment.